hapa siku ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, manake yeye ndiye ametupatia hii siku na pia kufika hapa, yeye ndiye ametuwezesha. So karibuni sana. Kama vile Jackie amewaambia, mimi naitwa Wamboi na mimi ndio CEO wa Golden Dreams, na tuko na timu yetu hapa, hata kama hatuko wote. Nitaanza na Jackie ambaye mmekuwa mkiongea naye sana, yeye ndiye anakuanga amesimamia marketing. Tuko na Felistas pale pia kwa upande wa marketing. Tuko na Gabriel who is our chairman. So na tuko na Farodhi, kuna our director ambaye kwa siku ya leo hakuweza kukua na sisi, lakini anakuanga kwa site kila wakati. So karibuni sana, na natumaini kile ambacho mmepata hapa siku ya leo ni kile ambacho kwa muda mrefu mmekuwa mkitafuta. Kidogo kwanza niwaambie sisi kama kampuni ya Golden Dreams ni nani. Sisi kama kampuni ya Golden Dreams, we are a registered company. Hatujakuwa kwa industry for the longest time, lakini for the shortest time yenye tumekuwa kwa industry, tumeweza kutimiza ndoto za Wakenya wengi. Nikisema kutimiza ndoto, kwa huu mwaka peke yake tumefanya project 6. Na kwa hizo project 6, hii ikiwa ya 7, hakuna project hatujatoa title deed. Tulianza na Masinga Plains, tukatoa title deed zake, tukaingia Amani Gardens, pia tukafanya title, na tukakuwa na event ya kupatiana hizo title deed mwezi wa 7. Mkiingia pale kwa YouTube channel ya Farodhi Wadhayo TV, mtaona hiyo event pia. Na siku ya Saturday ambayo inakuja, tuko na event ingine ya kupatiana title deed za Faraja Garden Phase 1, Phase 2, Phase 3 na project ambayo tulimaliza inaitwa Katutu Gardens, ambayo ilikuwa pale ukielekea upande wa Kitui. Tulimaliza ku process title deed. Kwa hivyo siku ya Saturday tunatarajia tutakuwa na event pale Royal Sports Club. Kwa hivyo hata kabla sijaendelea, nataka kuwakaribisha hiyo siku ya Golden Dream. Tukisema huwa tunaruhusu title deed iongee. Hatupendi kuongea sana, lakini huwa tunasema title deed ndio hiyo inaongea hapa katika hii kampuni ya Golden Dream. Hiyo siku tutakuwa tunapeana hizo title deed za project 4 ambazo tumeuza kwa huu mwaka peke yake. Tunaongea mambo ya Januari mpaka mahali tumefika saa hii, project 6. Ile project hatujatoa title deed ni hii ambayo tuko hapa na ambayo tunatarajia siku ya leo tutakuwa tunamalizia hii project, manake mmeona zile ploti zimebaki ni kidogo sana, na natumai zile ploti umechukua siku ya leo. Tungependa pia nyinyi mkue wa katika ile familia yetu ya Golden Dreams, manake huwa tunasema mkifika nyumbani. So karibuni sana. Kwa hivyo nimewaambia it is a registered company, kwa hivyo usikue na wasiwasi wowote ati ukikuja hapa kile ambacho unatafuta hutapata, ama mahali unaleta pesa yako haujui ni wapi. Okay. Kuna wale ambao najua pia walikuja kwa ofisi, mkajua ofisi mahali iko. Ni vizuri pia wakati unanunua shamba, ni vizuri enda kwa ofisi, jua ofisi mahali iko. Wakati tumeenda interview zetu huwa tunasema tuko pale Ruiru Town, BD House, 3rd floor. Na kuna wale ambao wamekuja siku ya leo na mkajionea. Na ni vizuri pia mkikuja pale, ni vizuri pia ujue ni kina nani ambao wako na ile kampuni. Na hii timu yetu huwa tunakuanga kidogo sana, lakini whatever we promise we are able to deliver, sababu huwa tuna work as a team. Na wakati mnafanya kazi pamoja as a team inakuanga rahisi sana, manake mtaweza kudeliver. Unajua ni vibaya ukiambililia client kitu na unajua vizuri sana hautaweza kudeliver. We are very few in that company, lakini our main aim inakuanga ni kuhakikisha tumedeliver kile ambacho tumewaambilia. Na hiyo kutimiza ni kuwapatia title deed. Manake mimi nimesema sisi kazi yetu kubwa inakuanga ni kuacha title deed inazungumza. Hatupendi kuongea sana, tunachanga title deed inazungumza. Kwa wale ambao umekuja hapa siku ya leo, zile ploti umechagua, ukinunua hiyo ploti itakuwa yako wakati umeilipia. Na wakati umelipia ukikuja pale kwa ofisi, huwa tunahitaji vitu 3 peke yake. Ukikuja pale, kuja na ID copy yako, kuja na KRA pin yako, na ukuje na passport photo. Manake zile ndizo zinatumika kuprocess title deed yako. Kwa hivyo ukikuja pale kwa ofisi, kuja na hii. Kitu kingine ambacho unafaa kujua ukikuja pale kwa ofisi, sisi kama Golden Dreams huwa hatuchukui, huenda ikawa vingine, lakini tunataka ukikuja pale, mimi nataka uniletee risiti peke yake.
Ukikuja na cash pale kwa ofisi hatutachukua, tutakurudisha tu, uende ulipe kwa bank, uniletee ile risiti. Na pia hiyo utakuwa more secure ukikuja pale kwa ofisi. Kitu kingine, ukiingia pale, sisi hatukupatii certificate na hatukupatii ballot. Huwa tunaandikiana kitu inaitwa agreement. Ile agreement imeandikwa na wakili. Ukikuja pale una sign, unaenda na kopi yako, na sisi tunabaki na kopi moja. Kwa hivyo ukikuja pale, vile nimesema, ni vyema ukuje na zile vitu ambazo nimesema: ID copy, KRA pin copy na passport photo. Manake zile pia utaacha pale ndio tuweze kuprosesia title deed yako. Sisi kama Golden Dream huwa hatununui shamba ya succession, na najua wengi wenu mnajua succession ni nini. Nikisema succession, najua ile shamba yes iko na title deed, lakini mwenye ile shamba hayuko, na process ya succession hapa kwa koti zetu za Kenya. So sisi kama Golden Dream, hizi titles za hapa zote zinakuanga ni freehold. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi, na ni vizuri wakati umenunua ploti yako hapa, anza kuidevelop. Ukilipa ile pesa yako, ile deposit yako ya 50,000, manake tunalipa deposit ya 50,000 kama unanunua na installment. Installment ni ya miezi 6. Unalipa the first deposit ya 50,000, ile ingine unamalizia na miezi 6. Ni vizuri ukilipa ile pesa yako, anza kudevelop plot yako. Unaweza panda miti ama unaweza fence ile plot yako, manake ile plot haitakuwa ya Golden Dream tena, itakuwa ni plot yako. Unajua ukijicommit 50,000 si pesa kidogo, ile inaoneshana already umeamua unataka kuinvest na kampuni ya Golden Dream, na umeamua unataka kukua na ile shamba. Kwa hivyo ukilipa hiyo pesa ni vizuri, na watu nakualau ni vizuri, anza kudevelop ile plot yako. So nataka kama kuna mtu yeyote ambaye ako na swali kwa sasa hivi, unaweza uliza ile swali, nitakujibu, alafu kisha tupate kuendelea. Kwa ile labda angekuwa na swali angependa kuuliza kufikia hapo mahali tumefika. Inakaa ni kama mumeridhika. Inakaa mmeridhika na hayo ambayo tumezungumzia. Kitu kingine ambacho ningependa kuzungumzia siku ya leo, sisi kama kampuni ya Golden Dream tunapenda kufanya kazi kwa uwazi. Tukisema kwa uwazi, hakuna kitu ambacho huwa tunaficha. Na ndio maana nimesema hata ukikuja pale kwa ofisi, ni vizuri ukiwa na swali lote, maanake unaweza shindwa kuuliza ukiwa hapa, lakini ukikuja pale kwa ofisi huwa tunakualau ulize ile swali ambalo unaweza kuwa nalo, unaweza uliza. Na pia kuna wale ambao ukilipa na installment, najua kuna yule ambaye anauliza ikifika ile miezi 6 nishindwe kumaliza ile plot yangu na miezi 6 inakuwaje? Huwa tunasema ni vizuri communicate. Ni vizuri ucommunicate mapema ndio tujue tunaweza saidiana vipi. Manake sisi wote tuko hapa kusaidiana. Unajua usipokuja hapa na sisi tusipokuwa hapa, hakuna yule ambaye, sisi wote tunasaidiana. Yani kwa urahisi tunasaidiana sisi wote. Una benefit na mimi na benefit. Kwa hivyo ni vizuri kwa wale ambao wamekuja site visit siku ya leo. Najua nyinyi wote mmechagua plot zenu. Na najua kila mtu, kuna yule amejipanga, amesema labda anataka kulipia ploti yangu siku ya Jumatatu, lakini napenda tu kuuliza hii swali. Najua manake nyinyi wote mmechukua ploti siku ya leo. Kwa hivyo ningependa kujua, manake tuna team ya diaspora. After this, ile team ikiamka wataanza kuitisha map. Na labda ile ploti umechagua, huyo mtu atataka ile ploti. Na akitaka ile ploti, wale watu wa diaspora ni wale ambao wanatumia Farodhi pesa yao. So ukimtumia ile map, atachagua ploti na atume pesa yake. Leo ni siku ya Saturday. Ningependa kujua, juu mmechukua ploti zenu, mnataka tuwapatie hadi siku gani? On Monday what time? Ukuwa umejicommit na hiyo ploti. Manake hatuwezi taka kupeana ploti yako tena alafu tukosane. Sio vizuri. Manake labda uko hapa na uko willing kabisa kununua ile ploti, lakini labda ile pesa uko nayo ama mahali unategemea hatujui. Ni vizuri mtueleze, tuwapatie up to Monday what time ndio mkuwa mmejicommit na ile ploti ambayo umechukua siku ya leo. Or like individuals have to say. Aha. Unajua, okay, unaweza sema wewe pako Monday up to what time? For me, up to Afternoon. Oh, Monday is holiday, by the way. Tuesday what time?
Afternoon ya saa ngapi? From like 2 p.m. Tumekubaliana sisi wote Tuesday, ama kuna labda mwingine hata labda saa hii anataka kwenda kulipa, sijui. Labda kuna mwenye labda anasema tuharakishe ndio pia yende ajicommit. Tunaweza kubaliana, manake on Monday it's a holiday na tunajua bank huwa zinafunguliwa up to 12. Lakini pia on Monday ukipata chance, kama utapata chance ya kudeposit, it's still very possible. Na pia technology ilikuja ikasaidia. Unaweza lipa pia kupitia simu yako. Ni rahisi sana, sio lazima tuende kwa bank. Unaweza lipa. Na ukilipa ile message Golden Dream, hiyo message tu na forward kwa ile line ya 0718 ile ya ofisi, ama unaongea na agent wako ambaye mmekuwa na yeye mwenye amekuonyesha ploti yako, mnaongea na yeye, unaweza mtumia hiyo message, itafika kwa ofisi. So tumekubaliana on Tuesday at 2. On Tuesday at 2 latest. Ikifika Tuesday saa 8 kama utakuwa umejicommit kwa ile ploti yako, hiyo nayo tunafungua. So wacha tukubaliane on Tuesday. So labda kuna mtu mwingine ako na swali angependa kuuliza? Kama kuna mtu, Farodhi, saidi yako, kuna mtu ako na swali? Hapana, nafikiri wenye wameuliza nimewajibu tayari. Okay. Sawa. So asanteni sana, tutaki kuongea sana, lakini ningependa tu kuguzia mambo ya event ambayo tuko nayo on Saturday. Ni wale ambao walinunua project ya Faraja Gardens phase 1, Faraja Garden phase 2 na phase 3 na pia Katutu Gardens, na especially Farodhi kwa watu wa Katutu Gardens. Saa hii tunazungumza title zikiwa kwa mkono. Kwa yule ambaye amekuwa akiuliza title za Katutu zinatoka lini, wale ambao walinunua akujia 18. So tuko na open day on 18. Itakuwa pale Ruiru Sports Club kuanzia saa 4 ya asubuhi, na wale ambao pia mko hapa mko invited. Manake tungependa mkuje pia nyinyi muone kile ambacho sisi kama Golden Dreams tukisema mambo yetu inakuanga ni wazi na tunaacha title deed inazungumza. That is what we'll be doing on Saturday kwa wale investors ambao wamenunua hizo project zote 4. So itakuwa ni hii project peke yake ambayo imebaki, hatujatoa title deed zake. Kwa hivyo ni vyema pia mkuje hiyo siku, manake mtakuwa next kwa wale ambao watakuwa wanapatiwa title deed zao. So asanteni sana na karibuni sana katika Golden Dreams. Kwa wakati huu ningependa kumkaribisha our chairman who is our dad. Labda ako na mambo mawili matatu angependa kuwaeleza. So karibu sana Mr. Chairman. Hii mchanga ile appreciation inafanya ni kubwa, sababu kitu siku hizi ukiweka kwa mchanga inaonekana baada ya miezi kidogo sana. Baada ya miezi kidogo sana unakuta hiyo pesa yako ni kama imedouble, ama sivyo hivyo. Lakini weka kwa bank unapatiwa kitu kama tuseme ni 11%. 11% shilingi 11 kwa shilingi 100 yako. Hiyo hata ukiwa na milioni 1 ni pesa ngapi? Lakini wewe nunua kama sasa ununue hiyo plot hapa ya milioni 1.
utakuja kusema umepata milioni nyingine ama zaidi ya hiyo milioni. Kwa hiyo ni shamba, si kweli? Kwa hivyo mimi ile kitu ningesema, you have not made a mistake kuja kuinvest na mchanga. Ni kitu ya maana, sababu tumeiona hapo mbele. Wale watu wako hapo mbele, hata saa hii nyinyi mmejionea. Wale walifikiria kununua mchanga hapo mbeleni, leo hii ndio wanakaa chini wakisema basi wewe kujeni, ama sivyo? Si mnaitwa namna hiyo? Mimi nafikiri mzee you are my witness. Wale waliinvest na mchanga ndio saa hii wanakula wakifanya kila kitu na wanafurahia. Kwa hivyo mimi na ile kitu ya maana, umeamua kununua, kwa hivyo kama vile umeambiwa na Wasiu, fanya bidii hiyo kitu, lipia, ndio kesho kusema ningetaka kuchukua lakini nilichelewa. Mimi naweza kuwapatia kesi ya hiyo, tulikuwa Katutu hiyo chamba, watu wengi walikuja, mtu anachukua moja, akirudi kesho anataka kuchukua ingine, ikuwe mbili, anakuta hakuna, sababu watu walikuja pia wakachukua. Hao mnasikia sasa watachukua nini? Title deed yao on Saturday. Kwa hivyo ile kitu mimi ningesema mmefanya vizuri. Kitu kingine ningewaambia, sisi kama mmeambiwa hapa, sisi hatutaki hiyo mambo ati unapatiwa certificate. Hiyo certificate kuna mahali unaweza kupeleka? Hakuna mahali unaweza kupeleka. Ati umepatiwa certificate, hiyo certificate ya sasa una chamba gani ya certificate? Na hii certificate hata inaprintiwa hapo kwa ofisi. Ndio sisi tunasema tunakupatia agreement ambayo unaweza kutoka nayo hapo, unaweza kwenda kotini useme mimi tulipata hii agreement na ni kwa akili. Kwa nini hamunipatii chamba langu? Si ni kweli? Ya mwisho sisi ndio tumeamua wacha tukupatie title deed, sababu unasikiaga kila kitu siku hizi ni title deed. Uende kwa bank unauliza, kienda mahali pengine pote unaambiwa title deed. Ni kweli? Sababu hiyo ndio kine na hiyo title deed yako. Na pia itakuwa ni kama dhamana. Title deed ni kila kitu, sababu hata ukiwa na watoto kwa shule, uenda waambie mwalimu mimi nataka ku dispose of hii property yangu na hii ndio title deed yake. Unafikiri mwalimu atakufukuza? Hawezi kukufukuza, atakupatia wiki ngapi? 2. Si imekusaidia? Peleka hiyo certificate. Certificate kuna kitu itakufanyia. Kwa hivyo mimi ningewaambia ni vizuri hivyo mmefanya kufikiria hivyo, na ni vizuri hivyo mmeambiwa by Tuesday mtu afanye kitu ya maana, you book with the little you have, sababu ndio tunasemaga kuna hiyo 6 months duration ya kulipa what you have, sababu tunajua zizo we don't have the same strength ya mfuko. Kuna wengine wako na strength kubwa na kuna wengine ni kidogo. Ndio tunasemaga ukilipa hiyo 50,000 tunakupatia 6 months ndio ulipe pole mpaka umalize. Na ukimaliza si tunajua utakuwa ni client wetu hata hapo ukimaliza. Sababu hata sasa wale tulianza nao mbeleni wengi wao ndio hao unasikia watakuja Saturday. Sababu walinunua kule kwa kwanza, wakakuja wakanunua huku, hata kama wamechukua miezi kadhaa wako kwa kulipa, sasa wamemaliza, tuko pamoja tena. Kwa hivyo mimi ningesema mtu afanye bidii, hata kama ni hiyo deposit ulipe, kisha lipa hiyo tukue pamoja. Na mimi najua tukifanya hivyo utakuwa our ambassadors kwa wale wengine, kuambia, sababu kama wale tulipatia mbele wanaambia hawa watu siku hizi, wewe nenda mahali fulani utapata nini? Title deed. Hata wengine wamekataa kuchukua hizo title deeds. Hiyo iko hapa. Mwingine anapigiwa anasema bana, acha hiyo kitu ikae hapo, mimi sina mahali ya kuweka kwanza. Tunamuuliza, na si ulikuwa unasema hii kitu uletewe? Wanasema hapana, wewe kwanza ikae, mimi nitakuja kuchukua. Na amemaliza. Sasa hii hata mimi saa nyingine nashangaa nauliza binadamu anatakaga nini? Tukuitie title deed unasema hapana, kwanza ikae hapo ndio nitakuja kuchukua. Lakini maumbile yetu nafikiria ni tofauti. Mimi ile kitu ningesema ni asanteni sana. Mungu abariki mifuko yenu, na mahali mnaenda ukipata mtu mwingine umwambie uzuri yetu. Kama tuna ubaya pia tunaomba msamaha, tusemee na mtuambie, usiende kutuambia huko. Sawa sawa? Sababu hakuna mtu iko 100%. Okay? Kwa hivyo tukiondoka tuende tukiwa salama. Acha nirudishie kwa CEO, kuna kitu nitawaambia. Asante sana our chairman. Sitaongeza kitu kingine. So wacha nichukue tu hii nafasi kuwashukuru tena kwa kuchukua muda wenu kukuja hapa siku ya leo, na natumaini kile ambacho umepata hapa siku ya leo ni kile ambacho mmekuwa mukisema mnataka kupata kwa muda mrefu. So asante.
asanteni sana, Mungu awabariki. Tukirudi pia turudi salama na Mungu azidi kutubariki. Kwa wale ambao mmesema mtajicommit on Tuesday saa 8, tafadhali make sure umejicommit, manake hatuwezi taka kupeana ploti yako kama hujatuambia. Na ni vizuri pia, unajua ukienda nyumbani upate labda mahali ulikuwa unategemea utapata pesa yako, ukiona utashindwa tena kujicommit, ni vizuri pia communicate. Piga tu simu uongee na Jackie umweleze umeona hautaweza, lakini wakati mwingine pia si project tunafungua kila wakati, huo wakati mwingine utaweza kukuja. So asanteni sana na Mungu awabariki. Ningependa tuombe ndio tupate kuondoka. Felicitas, unaweza tuombea?